Huyu kijana mnaweza muona akiwa mdogo, lakini ako na miaka 25. Na nabii, sababu ya huyu kijana kukuomba pikipiki ni kwa sababu pia tangu amalize shule hajawahi pata kazi. Na vijana wetu walipokosa kazi after masomo, ilibidi turn into crime. Huyu kijana akiwa na miaka 25 alienda jela kwa sababu ya jambo moja. Nitaisema na kwa Kizungu na pia nitawaambia kwa Kiswahili. Possession of a firearm. Alishikwa na bunduki. Na hiyo ilikuwa maisha yake ya wakati huo. Alipotoka jela bado last year, walitoka wakati moja na huyo kijana ametoka hapa. Akakuta nabii amezidua miradi mtaani Njiru, na pia akatupata pale kwa daraja, na nabii akasikia ombi lao akawapea kazi bado. Kwa wale watu wamefaidi na pesa ya kazi mtaani sana, ikiwa chini ya nabii Victor Kanyari, ni hao washiranga. Na siku ya leo huyu kijana ameletwa na the same group kwa sababu hawatoki mbali, na walipokuja walichagua hawa vijana waweze kusaidika. Huyu kijana maisha yake imekuwa ngumu. Shiranga aliniambia kabla ashike shilingi 200 ni tatizo, lakini alipomlilia nabii, jiulize ni mzazi mgani, ni mheshimiwa mgani utalilia akununulie pikipiki? Hata wazazi wetu wenyewe tutawalilia, lakini hawana uwezo. Tuseme ukweli. Kwa hivyo, kwa yote tukumbuke, tuko na prophet, tuko na mzazi, tuko na ndugu. Tumpigie nabii makofi mazuri. Praise God. Praise God again. Sikia leo nimepampika juu ya mradi ya mzee yenye ameanzisha ya kupema vijana mboka ya manduthi. Uko nje mavijana wanahangaika wana mboka, lakini mzee mboka ameanzisha, nimeshukuru. Na tunazidi kumshukuru sana. Ameokolea mavijana wengi. Mimi niko na kuangana ile group iko pale, wale mavijana ameona hao ni mabro wangu. Ndio tunakaanga nao. Na ndio tumeshikiliana nao, tumekaa hadi hivi kwa mzee na nimeona imeweza. Nashukuru sana. Na nashukuru mzee sana. Mzee ubarikiwe.